Wagwan, hebwana we, wadada wa mjini, kuweni makini sana. Kuna hao mabinti wawili warembo mno. Huyu anaitwa Evelyn na huyu mkubwa anaitwa Sharon. Hao mabinti wanaisaka pesa kwa udi na uvumba. Wanaitamani mno, ila shida hawataki kujituma kuitafuta hiyo pesa. Wao wanapenda mserereko sana. Hapa wanachagua nguo ya kwenda nayo kwenye pati. Sasa shangazi yao akafika, anawauliza, nyie mabinti mpaka hivi sasa hamjafua nguo wala kusafisha nyumba? Yaani tangu asubuhi mmeamka mnaanza kuchagua nguo za kuvaa kweli? Warembo wakajaribu kulikwepa gubu la shangazi yao kwa kumpa visababu, ila shangazi akawakazia, akawaambia mabinti, fanyeni kazi, maisha sio rahisi kama mnavyofikiria. Basi huyu Sharon akatoka zake nje na kuchukua uchafu akiupeleka dampo. Sharon akiwa njiani anasikia sauti ya kijana inamuita, Sharon, Sharon, nisubiri basi jamani mrembo wangu. Binti aliposimama anakuja jamaa mmoja mchafu hivi, halafu anasukuma tairi ya gari. Mchizi amemsimamisha Sharon, anaanza kumchapia ma-PDF yake pale. Sharon, unajua nakupenda sana, ila sijui kwa nini unanizungusha, haunipi nafasi. Sharon, hebu niangalie namna ninavyokupenda basi. Tito, tafadhali tunza mapenzi yako kwa ajili ya mabinti wengine. Mimi siwezi kuwa na mwanaume mchafu maskini kama wewe. Hemu jiangalia, uso mzima umejaa vumbi la magari. Kuchana nywele zenyewe uwezi, ndio uweze kunipenda mimi kweli? Hemu nitokee hapa. Tito akaona hapa nimedhalilika, ila mchizi hakukata tamaa. Binti anaondoka, ila bado aliendelea kumwambia namna anavyompenda. Jamaa hajiwezi kabisa kwa huyu mwanamke. Sharon akaenda kutupa uchafu. Aliporudi nyumbani akawa wamepoa hapa na ndugu yake wanakula msosi. Akaanza kumsimulia, anamwambia, leo nimekutana na Tito, akawa ananitongoza. Eti ananiambia, Sharon nakupenda. Hivi yule ananichukuliaje mimi? Ataweza kununulia iPhone 17 au gari ya kutembelea? Mshenzi kabisa yule. Mabinti hawa plani zao ni kuishi maisha mazuri, maisha ya kifahari. Ila ndio hivyo, bado hawajaipata leli ya pesa. Wapo wanajitafuta tu. Usiku umefika, wamejipodoa vizuri na vinguo vyao vipisi. Wanatoroka kwenda kwenye pati. Wanampita anti yao hapa kimya. Mabinti wakafanikiwa kuondoka. Asubuhi imefika, anti anaona hawa watoto mbona wanachelewa kuamka leo. Anti akaamua kwenda chumbani wanakolala ili akawaamshe. Amefika kule, anaita ila kimya. Alipofunua kitandani anakuta mito imepangwa. Watoto hawapo. Shangazi alipiga ukunga sana akilalama, hawa watoto watakuja kuniua kwa presha. Wameenda wapi sasa asubuhi kama hii? Baada ya muda shangazi akawa amekaa hapa nje, anaona mabinti zake wanarudi tena wakiwa wamevaa vimini. Nyie mabinti mmetoka wapi asubuhi kama hii? Anti, tulienda tu hapo mtaa wa nyuma kufurahia maisha, kulikuwa na pati. Alafu mbona hata hatujachelewa kurudi kivyo? Shangazi alihuzunishwa sana na tabia za mabinti zake. Ila ndio hivyo, mabinti wapo kwenye eji ya usichana wao, utawaambia nini wakuelewe? Sasa mabinti tabia zao za ovyo bado wanaziendeleza. Shangazi akiwaambia twendeni dukani tukauze bidhaa, hawataki, na hata wakienda wanaenda kwa shingo upande sana. Wanahisi kama vile wanaonewa hivi. Yaani hao wameshajiona ni matawi ya juu, hawawezi kufanya kazi ndio wapate pesa. Wao wanataka zije tu. Leo wapo mtaani wakiwa wanatembea, kuna gari moja Lexus inakuja nyuma yao. Iliposogea karibu nao ikasimama, kioo kinafunguliwa. Ndani kuna jamaa mmoja anawaambia, hai warembo, mbona mnatembea kwenye jua hivi? Karibuni niwasogeze hata mpaka hapo. Warembo akamwambia, sisi tushafika nyumbani. Basi mchizi akaona isiwe tabu, akatoa simu na kumpa Sharon aandike namba zake. Hiki kitu kwa namna fulani Evelyn hakukipendelea. Aliona kama vile Sharon anajirahisisha, so yeye hakutaka kutoa namba. Usiku umefika, Sharon anamwambia Evelyn, nimeongea na yule mkaka, ameniambia niende kwake usiku wa leo. Na hapa nilipo tayari amenitumia naira 200,000 kwa ajili ya nauli tu. Yaani anaonekana na pesa nyingi sana, lazima nimchune pesa zake zote. Asubuhi imefika, tunaona mkoko yule jamaa unapita maeneo karibu na nyumbani kwa kina Sharon. Anashuka yule mwamba na anakuja kufungua mlango. Ndani ya gari anashuka mrembo Sharon na kimini chake. Jamaa anamwambia mchumba, nitakumisi kweli kweli, hebu nipe hagi kwanza. Sharon sio mchoyo, akamkumbatia mchizi. Sasa wakati anamkumbatia, shangazi si akawaona, akawasogelea pale huku anabwatuka. Sharon, upuuzi gani unaniletea nyumbani kwangu?
Shangazi akamvuta binti yake pembeni akimwambia twende nyumbani. Mchizi naye akawa anashangaa tu, anamuuliza Sharoni, wewe si uliniambia unajitegemea, unaishi mwenyewe, imekuaje sasa? Huyu ni nani? Shangazi wala hakusikiliza hayo, akamvuta binti yake mpaka nyumbani. Hapa sasa Evelyn naye akaja. Shangazi anawauliza kwa pamoja, kwa hiyo wanangu, sasa hivi mmeshindwa kutafuta pesa kwa jasho lenu kama mimi shangazi yenu ninavyofanya. Mmeamua kujiuza kwa wanaume, sio? Sharoni akamjibu shangazi yake kwa nyodo, ni heri kuwa na wanaume wenye hela kuliko kujifanya kubania halafu nikaja kufa single sina watoto kama wewe hapo. Shangazi lile jibu alilopewa lilimvunja moyo sana. Akawafukuza watoto waende ndani asije akapiga hadi akaua. Ila hili jibu lilimwathiri sana. Ikawa kila akikaa anakumbuka, anabaki kusikitika tu kwamba hawa watoto sijui wamekumbwa na jinamizi gani. Siku iliyofuata Sharoni anampigia simu yule mchizi wake wa gari. Demu kapiga sana simu, mwishowe mchizi akaokota. Mrembo anamuuliza jamaa, mbona upokee simu yangu? Nimekupigia mara nyingi sana. Jamaa anamwambia Sharoni, usijaribu tena kunitafuta. Shida yangu ilikuwa ni kulala na wewe na hilo tayari nimelifanikisha. Sasa usinisumbue tena. Sharon alipokata simu akaona huyu jamaa anadhani kwa kuniambia hivi ndio atakuwa amenikomesha au atasimamisha harakati zangu za kuelekea kwenye mafanikio. Ameshindwa kabisa. Binti akapiga moyo konde, aluta kudanga, continue. Sasa baada ya siku kadhaa za kukaa ndani, leo wanaona ngoja tutoke zetu nje tukajitafutie tena matajiri wenye pesa. Wakiwa njiani wanakutana na Tito, jamaa yule yule, wimbo wake ni ule ule, na kupenda Sharoni. Ila mabinti hawamtaki kwa sababu jamaa hana mali yoyote na wao wanahitaji mwanaume mwenye pesa za kutosha ili waishi maisha laini. Baada ya kumfokea mchizi na kuachana naye, wakaendelea na safari zao. Wamefika mbele wakiwa wamesimama hapa barabarani, wanaona kuna shangingi linapita hapa. Ghafla likasimama karibu yao. Kioo kinafunguliwa, anaonekana jamaa mmoja, namna alivyovaa tu unajua kabisa huyu jamaa ni tajiri. Warembo wakajirahisisha kama kawaida yao. Huyu Sharoni ndio kimbelembele sana. Tajiri akawauliza, warembo mnafanya nini hapa barabarani? Hamuoni jua? Sharoni akadakia, tunasubiri usafiri wetu uje kutuchukua. Tajiri akaona hii ni opportunity. Basi akawapa lift warembo akiwaambia, twendeni niwasogeze mpaka mnakoenda. Wakiwa ndani ya gari, tajiri akawauliza hao warembo, hivi nini kwenye maisha yenu mnakitamani sana? Mabinti wakaona nafasi tuliyokuwa tunaitafuta siku zote si ndo hii. Sharoni kama kawaida yake, yeye huwa ni wa kwanza kujibu. Sisi tunahitaji ulinzi, comfort, tunahitaji kuangaliwa vizuri. Si unajua kila msichana anahitaji matunzo. Tajiri akawaambia mabinti, kwa hiyo kiufupi ni kwamba mnahitaji mwanaume mwenye pesa, sio? Mabinti wakaitikia, ni hivyo, tunahitaji mwanaume mwenye pesa na asiwe mbaili. Tajiri pale pale akachomoa noti kadhaa za $100 akawapatia warembo, kisha akawaambia, kesho nyumbani kwangu kuna party. Nimealika watu wakubwa nchini, watu wanaofanya maamuzi katika hii nchi, na wakaribisha muje ili mkutane nao, pengine mnaweza kupata connection hapo. Sharon na Evelyn wakaona hii sasa ndio nafasi ya kutoboa kimaisha, wakakubali kwenda kwenye hiyo party. Japo Evelyn alikuwa anaonekana kama ni mtu mwenye wasiwasi hivi, ila akaona haina noma, ngoja niende, huenda hiyo ndio likawa tundu letu la kutoboa. Tajiri akawaambia pia, mkifanikiwa kuja kila mmoja wenu nitampatia pesa ya usumbufu, naira $5,000,000. Na huo utakuwa ni mwanzo tu, milango itafunguka sana mkikutana na hawa watu hapo kesho. Warembo wamerudi nyumbani, sasa wanahesabu pesa walizonazo mkononi. Evelyn anamwambia dada yake kwamba hii party naona kama tusiende vile, haitakuwa party nzuri. Ila Sharon amekuwa kipofu wa fedha, analazimisha, tunatakiwa kwenda. Hizo naira $5,000,000 ni nyingi sana, zitatusaidia kuanza maisha yetu wenyewe. Evelyn moyo wake unamwambia usiende, ila dada mtu anataka kwenda kwenye hiyo party na hawezi kumwacha aende mwenyewe. Basi wakalala ili kesho wajiandae kwenda kwenye party. Ila safari hii hawataki kutoroka, wanataka waage kabisa, maana wanajua ni party ya siku nzima na watalala huko. Asubuhi imefika, Evelyn akaja mpaka hapa sebuleni, anakuja kuomba ruhusa kwa anti yao. Shangazi, jana tumekutana na mwanaume tajiri sana na leo ana party yake, ametualika, lakini pia kwenye party yake amealika watu wakubwa sana, na amesema atatupatia naira $5,000,000 kwa ajili ya usumbufu tukiweza tu kwenda.
Shangazi akawakataza akiwaambia hakuna pesa za burebure namna hiyo, hivyo msiende katika hiyo pati, mtaishia pabaya. Ila Evelyn akajinunisha pale, maana tayari wao walishakuwa wameamua jambo lao. Kwa hiyo ushauri wa kutokwenda sio kitu ambacho wao watakisikiliza. Muda wa pati umefika, warembo washajiandaa. Evelyn yupo mguu nje mguu ndani, yani yuko 50-50. Anatamani kwenda lakini pia hatamani kwenda. Wametoka nje, safari imeiva. Shangazi akawaambia, watoto wangu mkiondoka hapa leo hakikisheni amrudi tena hapa nyumbani kwangu. Nimeshawakataza kwenda na wala hamsikii. Sharon akamjibu anti yake, hatutarudi tena hapa, maana huko tunakoenda tunaenda kuwa mamilionea. Kwa hiyo hatuni sababu ya kurudi tena hapa. Kaa kwenye kibanda chako. Shangazi akawasihi sana mabinti zake wasiende, ila hawakusikia. Mabinti wakaondoka. Huyu Sharon akamshawishi sana Evelyn. Mwishowe wakatokomea mazima. Wamefika nyumbani kwa tajiri, wakakaribishwa ndani ya jumba la kifahari. Evelyn akamnongoneza udugu wake, Sharon, kwa kweli moyo wangu hauna amani kabisa kuwa hapa. Nafikiri turudi nyumbani tu. Sharon akamwambia ndugu yake, tulia bana we, hamna kwenda popote pale. Tajiri baada ya kuona warembo wanazozana akawaambia, sasa mabinti wazuri, kama mniamini naombeni kwanza akaunti yenu ya benki niwafurahishe. Walipompa akaunti, tajiri akaijaza pesa muda huo naira 5,000,000 kama advance. Sasa pesa kama unavyoijua inakuja na tabia zake. Evelyn na Sharon wote wakawa ukurasa mmoja, tuendelee na party. Tajiri akawaambia VIPs wengine wataanza kuja sasa hivi tu, ila ngoja tuwape vinywaji kwanza muanze navyo. Basi mabinti wakatulia hapo wanapigilia vinywaji, huko wanasubiria VIP waje party ianze kufanyika. Mabinti walikunywa sana, ila hakuna VIP yoyote ambaye alitokea. Evelyn akashikwa na haja, hivyo akataka kwenda chooni. Mrembo akaelekezwa na taratibu akajikongoja kuelekea toilet. Sasa Sharon akiwa peke yake anaanza kuona mazingzong. Haelewi kumbe vinywaji vyao vimewekwa madawa ya kulevya. Mrembo akuchukua raundi akazima hapo hapo. Huku chooni Evelyn amemaliza kujisaidia. Alipokuwa anatoka kurudi sebuleni akamsikia tajiri anaongea na simu. Basi mrembo na umbea wake akaona ngoja niende kusikiliza. Senator, kila kitu kipo sawa. Si unajua hao mabinti ni wajinga, wanatamani pesa bila kujua kuwa wao ndio pesa. Sasa nakuhakikishia Senator, utapata kila kiungo, kuanzia figo, maini mpaka moyo, vyote Senator. Wewe andaa pesa ya kutosha tu. Mrembo Evelyn hapo ndiyo akakonfirm kwamba leo wamejichanganya kwenye mtumbwi wa vibwengo. Binti akachomoka zake hapa anarudi sebuleni, lakini ile dawa kwa bahati mbaya ilikuwa imeanza kumuingia kweli. Akawa analegea. Sasa anamwamsha Sharon, ila binti wa watu wala amuki, maana tayari ameshazima. Mwishowe tajiri ametokea pale, anamwangalia tu mrembo anavyohangaika. Amri ikatolewa wapelekwe huko kwenye chumba cha kazi. Kuna njemba moja imepanda hewani kweli, ikaja kuwabeba warembo na kuondoka nao. Huku nyumbani shangazi tumbo la uzazi limeanza kuhangaika. Watoto hawaoni, anajiuliza hawajarudi mpaka sasa hivi, watoto hawa wameenda wapi? Na hakuna majibu. Tukirudi huko kwenye jumba la tajiri, Sharon anakuja kuzinduka, anajishangaa yupo kwenye chumba na ndugu yake amelala hapo pembeni. Sasa akawa anamwamsha. Evelyn alipokuja kuamka, wanaangalia hapo pembeni, wanakuta maiti 2 zimelala. Miguu imetokeza nje, imeloa damu vibaya mno. Hapo warembo wakaanza kung'ang'ania mlango, wanataka kutoka nje, maana tayari wameshajua wapo katika hatari, wamejiponza kwa naira 5,000,000. Mlango haufunguki, mabinti wanalia tu, kila mmoja anamlaumu mwenzie. Nilikuambia tusije huku, ila huko nisikia. Ona sasa tumejichanganya kwa watu wanaouza viungo vya binadamu. Ndio mambo gani haya sasa? Sharon anabaki kumwomba msamaha tu ndugu yake, maana yeye ndiye alikuwa kielele sana cha kuja kuipata hii pesa. Mlango kafunguliwa, tajiri akaingia ndani, anawaambia, mabinti mmeamuka Nyie mabinti muna njaa ya hela sana, kiasi kwamba hamuangalia hata mbele yenu kuna nini. Mnaenda popote pale ili mradi mpate pesa tu. Sasa subirini muone pesa inavyopatikana. Tajiri anaendelea kuwaambia warembo, viungo vyenu ni mamilioni ya pesa. Nikiangalia na mlivyonona hivi, figo zenu, maini yenu, mioyo yenu itakuwa imenona hivi. Tajiri akaondoka zake akiwaacha warembo wanalia sana. Wanatamani kutoka, ila hapa walipo kuchomoka ni mtihani. Huku nyumbani shangazi tumbo joto anapiga magoti chini ya kisari kwa nguvu zake zote. Watoto wake wawe salama, ila angejua hawa watoto walikojiingiza, sijui ingekuwaje. Baada ya muda mwamba akaja kumchukua Evelyn, akaondoka naye mpaka kwenye chumba cha upasuaji. Dada mtu Sharon amebaki analia tu kule, ila hana cha kufanya, maana nguvu yoyote hana hapa.
Tajiri akavaa mavazi ya kidaktari, anajiweka tayari kwa ajili ya kazi maalum. Anaipiga nusu kaputi hapo ili ienee kwenye bomba la sindano. Tajiri akamchoma sindano mrembo Evelyn. Binti akalegea asiweze kufanya lolote. Jamaa akampandisha kwenye kitanda tayari kwa procedure. Hii ndio ile pointi ambayo unatamani aje Kamanda Mulilo kukuokoa, ila wapi, hakuna atakayetokea kukupa msaada. Tajiri bila huruma akampasua Evelyn na kutenganisha kila kitu alichokuwa wanataka kukiuza. Huku nyumbani shangazi anaona kabisa kuna haja ya kwenda polisi kuripoti, maana moyo wake unaenda resi isivyo kawaida. Basi shangazi akaenda zake kuripoti kituo cha polisi kuwa amepotelewa na watoto wake. Tajiri sasa amemaliza majukumu yake vizuri, kashampasua Evelyn, viungo vimetunzwa, na sasa zamu ya Sharon inakuja. Mwamba amekuja kumfuata mrembo Sharon. Wakati anataka kumbeba, mrembo akajitetea, akarusha teke, akaipiga ikulu ndogo. Aisee, ukipigwa hapo maumivu yake unasikilizia kwenye tumbo na kwenye mbavu hapa. Mwamba akakaa chini kwanza ayasikilizia hayo maumivu. Basi binti Sharoni hapo akapata upenyo kukimbia. Sasa ametoka kwenye chumba walichofungiwa, ila anazunguka kwenye vyumba vingine akimtafuta Evelyn ndugu yake ili aondoke naye. Binti amefungua vyumba, ghafla akatokea kwenye hiki chumba walichokuwa wanampasua ndugu yake. Anaona mtu amelala kitandani. Akamfunua, hakuamini macho yake. Evelyn amelala hapo, tayari ameshapoteza maisha. Sharon alibaki akilia tu, asijue la kufanya. Muda huo tajiri naye akaja pale, purukushani zikaanza. Tajiri anataka mdhibiti binti ili zoezi lake liendelee vyema. Ila bahati nzuri binti Sharoni hakawahi sindano hapa, ile ya nusu kaputi, akamchoma nayo tajiri. Jamaa alipopiga hatua 2-3 akadondoka chini na kuzimia hapo. Sharoni akaona hii ndio nafasi iliyobaki kukimbia. Binti akasepa zake na kurudi mpaka nyumbani. Anaingia ndani, shangazi anamshangaa mtoto wake amechoka vibaya mno. Sharoni aliposikia sauti ya shangazi yake akimuita, akadondoka chini na kuzimia pale. Baada ya muda binti anaamuka, ndio anamwambia shangazi yake kwamba Evelyn hayupo tena na sisi, amefariki dunia. Shangazi alipiga ukunga akilia sana, maana aliwaonya msiende huko mnakoenda, ila mabinti hawakusikia. Sasa taarifa ya kueleweka ikatolewa polisi, na hapo jamaa wakafanya ambush ya kuwakamata wahusika, akiwemo daktari mmoja pamoja na msaidizi wake. Mwili wa Evelyn ulichukuliwa na kwenda kuzikwa, ila tangu ile siku Sharoni hakuwa sawa kabisa. Kila akikaa anahisi kama vile Evelyn bado yupo kando yake. Binti akawa anaweweseka, anazungumza peke yake tu. Shangazi alipoona hali inazidi kuwa mbaya kwa binti yake, akamchukua na kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu ya akili. Wagwani, huu mzigo unaitwa One Wrong Step. Hii ni kwa wote, tuweni makini sana katika harakati za utafutaji. Maana ukiishi polini kama sio mwindaji utawindwa. Dunia ni kama polini tu, kila mmoja anapambania kupata kilicho chake. Kwa hiyo kuwa makini kujilinda, walinde na wanaokuzunguka pia. Jina langu ni Daniel, usiache kubofya hapo alama ya kusubscribe, lakini pia dondosha comment lako hapo na mimi nitalisoma. Till next time, ciao.